Alaykum salam. Mbele yenu ni Gift Mweni. Nipo tayari kuwasilisha kazi mradi ambayo kazini ilipewa wanafunzi wa gredi ya 10 kuhusu nyimbo za kiasili, ambapo mimi nilitafiti kuhusu wimbo wa dini ambao uliwasilishwa na jamii ya Wakamba. Tathmini hii ina mazoezi manne. Zoezi la kwanza, kufanya utafiti kuhusu moja kati ya aina za nyimbo katika jamii, alama 10. Zoezi la pili, kufanya uchanganuzi wa wimbo uliofanyiwa utafiti, alama 15. Zoezi la tatu, kuwasilisha wimbo uliofanyiwa utafiti, alama 20. Zoezi la nne, kuandika ripoti ya utafiti uliofanywa, alama 15. Nilitafiti kuhusu wimbo wa dini ambao uliwasilishwa na jamii ya Wakamba. Ndina kenduni patite nindaka ya mutangi dino seyoni yani kanani ekewe wale niungama kwa Kristo niwe ivia ilum niwe ivia ilum mungamo ulamulum ya kwani endela eva mwina kwa akimba na naisa pake imbusia pinya wake nukutegasya niungama kwa Kristo niwe ivia ilum niwe ivia ilum mungamo ulamulum kame yake ilani noyo inde asya wale anasya kisingusya chevana chonicho wale niungama kwa Kristo niwe ivia ilum niwe ivia ilum mungamo ulamulum. Wimbo huo katika Kiswahili. Cha kutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, njia yake iwe ndefu, yeye unipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, damu yake na sadaka imeandaima, yote chini ya kisha, Mwokozi atanitosha. Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Katika wimbo huo nilitafiti ripoti. Katika mada ya utafiti, nimetafiti kuhusu wimbo wa dini ambao uliwakilishwa na jamii ya Wakamba. Katika utangulizi, nilitafiti aina ya wimbo ambao ni wimbo wa dini. Nilitumia mbinu kama kushiriki na wenzangu. Nilishiriki na wenzangu katika uwasilishaji wa wimbo huo. Nilifanya utafiti kwenye vitabu. Katika matokeo ya utafiti, kuna historia ya wimbo huo ambapo historia yake ilikuwa ni Wakristo kumsifu Mungu na kumcha Mungu. Zilikuwa na maudhui mbalimbali kama vile uvumilivu, ambapo Wakristo walikuwa na uvumilivu wa kumcha Mungu, walikuwa na imani. Nyimbo hizi ziliimbwa na Wakristo na kuimbwa kanisani, ziliimbwa katika mkutano wa kanisa
kanisa zilipitisha ujumbe ambapo hufanya mtu kuwa na nguvu na kujikakamua kimaisha. Isitoshe, huwa na sifa zake. Kwa mfano, baadhi ya vifungu kurudiwa, kutolewa kwa mahali na kupanda na kushuka kwa sauti, huwa na mwimbaji au waimbaji wanaoimba. Waimbaji wanaweza kujivika marembo. Aidha, jamii huziimba nyimbo hizi kutoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu, kuomba mema kutoka kwa Mungu na kumsifu. Mbali na hayo, nyimbo hizi huwasilishwa kwa miundo kama kutumia ishara za uso na mwili, kutumia lugha inayoibua hisia zifaazo, kubadilisha kiimbo kulingana na ujumbe. Katika muhtasari, tumeona aina ya wimbo ambao ni wa dini, ambapo tumeona jamii iliyowakilisha wimbo huo, sifa za wimbo, ziliimbwa na nani, wapi na hata katika muktadha gani. Isitoshe, tumejulishwa sababu za kuziimba na mitindo yake. Katika maoni yangu, niliona ni bora kuimba nyimbo hizi ili kumshukuru Mungu, kumsifu na kumcha Mungu. Katika mapendekezo, nimeona ni vizuri kueleza dhamira ya wimbo. Mbali na hayo, kuna aina nyingine za nyimbo ambazo ningependa zitafitiwe: nyimbo za watoto, za harusi, za siasa na hata kuzaliwa kwa watoto. Shukrani.